na bado hii mpango tutayatimiza. Sasa mnajua vile mambo yamekuwa. Mwaka jana tulikuwa kwa barabara. Sisi tulikuwa kwa barabara. Tulikuwa tunalilia nini? Mwanzo tulikuwa ngajia mambo ya gharama ya maisha. Si mlikuwa mnabeba nini? Sufuria. Tulikuwa mnabeba sufuria kwa kichwa. Sivyo? Mambo ya gharama ya maisha. Pili, tulikuwa tunaongea juu ya mambo ya ukosefu ya kazi kwa vijana. Vijana ambaye wamesoma, wako na ustadi, lakini hakuna kazi, sio? Tatu, tulikuwa tunaongea juu ya mambo ya ufisadi. Ufisadi na wizi na hujuma ya mali ya umma. Nne, tulikuwa tunaongea juu ya mambo ya ukabila. Ubaguzi ya ukabila. Pale ambaye kama wanataka kuajiri walimu, manases, maaskari, wanajeshi, sasa vijana wakienda pale, jina yako linaamua kama utapata au utapata. Wakisema, Onyango, ngambo hii. Wafula, ngambo hii. Mutua, ngambo hii. Wanyonyi, ngambo hii. Mpaka uwe fulani bin fulani ndio uende kwa ngambo nyingine, sio? Lakini saila ambaye wanarogota ushuru kwa watu hawabagui. Kila mtu anatoa. Sivyo? Hiyo ndio sisi tunasema hatuwezi kukubali ubaguzi ya kikabila. Tulikuwa tunasema hatutaki, sio? Alafu sasa zile zingine zilikuwa zingine ambazo zilikuwa nafuata namna hiyo. Sasa vile vile ni maneno ambayo hao vijana juzi Gen Z waliongea juu yake. Sio haya yao yote. Sio yote. Mambo yale yote bado yuko pale na tumesema mpaka yale yote yatatuliwe. Sasa mmeona jamaa walikuwa mashindwa na kazi. Wamevunja baraza ya mawaziri. Wakaja kwetu. Kwamba tuwapatie watu. Si wakawa wameshindwa na kazi. Wakaja wakasema wanapiga magoti chini. Tafadhali mpatie sisi watu wenu ni wanajua. Naambia mwaka jana tulisema nataka saba ifanywe nini? Ifanywe nini? Mambo yangekuwa tofauti sana kama ingefanyika. Unajua haya? Sio mashindwa. Tumewapata sasa wataalamu. Mtaona kama kazi inabadilika. Vijana wewe! Vijana wewe! Sasa nataka kuendelea mingi zaidi. Sasa na kwanza nataka kutoa risala ya rambirambi kwa wale ambao wameifiwa. Nilitumiwa picha ya mzoga ya mtu ambaye alichomeka hapa. Inaonekana kama makaa. Nililia kabisa. Iliona uchungu zaidi. Maana kifo ya moto ni kifo mbaya sana. Sasa ubaya zaidi ni hii inafanyiwa na watu ambao ni binafsi, ni wahalifu. Wale ambaye miaka nenda rudi wanataka kunyakua uwanja hii. Sasa ni miaka 30 na kitu ni kama mimi napambana na hao watu hapa. Tena nataka kutoa onyo hapa. Tangu vile tulianza kupiga na hao watu, hawatachukua hiyo uwanja hata wafanye kitu gani. Hawa ni watu ambao wanyakuzi wanataka kuchukua hii kiwanja
ili wagawanye na wajenge manyumba zao hapa. Na kila mara kwa mara wao wanaenda katika Lands Office wanashafua marekodi huko. Lakini sasa tumemwambia kwamba siku ya mwezi ya ni ngapi? Naambia ng'oo. Haitawezekana. Sasa leo nimetoa amri kwa gavana. Naambia kwamba hii ua ambayo inazungusha hapa yote ujenzi yake ianze mara moja. Manake hapa wako na shilingi milioni 100 katika bajeti yao ya mwaka huu ya kuanza kujenga hii soko. Nimesema kwanza waanze na kujenga ua. Hii fence perimeter wall ianze kujenga mara moja. Na yule afisa ambaye anahusika na mambo ya soko yuko hapa. Huyu mama anaitwa Jane Wangoi. Yeye ndiye anasimamia hii mambo. Kwa hivyo mimi natampatia yeye amri hapa mbele yenu. Hii kazi ianze mara moja. Okay? Ili ijengwe huwa yote izunguke kila mahali hapa. Ili sasa wale jamaa wakijaribu waone ya kwamba hawezi tena kuingia hapa tena. Sawa sawa? Alafu mambo ya ujenzi vile vile itaanza baadaye. Hii mpango manake hii soko tayari ilikuwa imeshachorwa. Pale ambayo watu kutakuwa na vibanda, pale ambayo kutakuwa na ukumbi na kadhalika, yote ilikuwa imepangwa kitu tayari. Nataka hii soko sasa ijengwe ili mimi mwenyewe nije kufungua. Sasa nyinyi ambao mnafanya kazi hapa najua mko na shida mingi zaidi. Kila mara kwa mara mnapata shida hii na mkumbo na moto hapa na chomeka hasara kubwa zaidi. Sasa yote nataka sasa tuyazike kwenye kaburi la sahau. Ili tuendelee vizuri. Si sawa sawa? Unajua mtu wa chini ambaye hako hapa chini ako na uchungu mingi zaidi. Hapa Kibera tulikuwa na mpango kubwa. Ile ambayo tulikuwa tunaanza inaitwa Slum Upgrading Program. Na hiyo Slum Upgrading Program ukifanya unapiga nyoka mingi na jiwe moja. Kwanza unajua mambo ya malazi, shelter, number 1. Pili, mambo ya kazi. Unajenga viwanda pale ambayo watu wanaweza kwenda kufanya kazi. 3, soko. Unajenga soko hapo ambayo sasa bidhaa inatoka kwa factory pande ile inaingia kwa soko. 3, unajenga shule. 4, unajenga hospitali. Mwisho unajenga ile social amenities pale ambayo watu wanaweza kujiburudika. Hiyo inaitwa Slum Upgrading Program, a complete integrated development program plan. Malazi ya nyumba, kazi, soko, shule, hospitali na mahali ya kuburudika. Pale ambayo wanaenda kwenda kufanya ile one for the road. Si sawa sawa? Hiyo ndio tutaweza kumaliza ufukara. Tuweze kupigana na umaskini katika taifa letu. Hiyo ni mpango ambao sisi tuko naye. Tuko naye.